hivyo vyakula. Utaishi tu kupitia huo mkate, bali unatakiwa uishi kupitia huo mkate na uishi kupitia neno la Mungu pia. Kwa sababu kila mkate huwezi kupata nguvu ya rohoni. Mkate itakupa nguvu ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Mkate huwezi kukupa nguvu ya rohoni ya kupambana na nani? Na shetani, ya kupambana na adui, ya kupigana na watesi, ya kupambana na wachawi na kuzunguka usiku. Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanaonaga kwenye ndoto wanajua na mchawi, alafu anashindwa. Anajikuta mwili mzima unatetemeka, unaishiwa na nguvu, jasho linatoka, ukitaka kuongea huwezi kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Maana yake unashindwa, maana umedhoofika kiroho. Ndani yako au ndani ya roho yako hakuna neno la nini? La Mungu, hakuna maarifa ya neno la Mungu. Na ndio maana unakuta kama mtu anaishiwa na nguvu. Kwa nini unaishiwa na nguvu? Hakuna mtu ambaye amejikutaga yuko anaota alafu anataka kutembea, anataka kupiga mtu, anajikuta ana nguvu, hauwezi kuongea, sauti haitoki. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu umekosa maarifa ya nini? Ya neno la Mungu. Umekosa neno la Mungu ndani yako. Umepata mkate, umekula ugali kweli, umelala, umeshiba, umepata nguvu ya kiroho, umepata nguvu ya kimwili. Lakini kiroho, kabla ya kulala hujala, hujasoma neno la Mungu. Haujaomba, hujasoma neno la Mungu, hujapata maarifa aina yote. Maana yake adui anapokuja, akutikisi mwili wako hivi. Akutikisi mwili, anatikisa roho, anatikisa ndani, ile nafsi ambayo ni mtu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kama umekula kule ugali umeshiba, kwa nini aje mchawi au ije nguvu za giza usiku unasikia umeishiwa na nguvu, unataka kufanya hivyo uwezi wakati umekula ugali? Kwa sababu roho yako imeishiwa nguvu. Kwa sababu roho yako imeishiwa na nguvu ya neno la Mungu, imeishiwa na maarifa ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo wako wewe ambaye umezoea kula mkate, umezoea kula chakula, lakini hauli neno la Mungu. Na sasa hivi watu wengi wanaangamia kwa namna hiyo. Asomi neno la Mungu. Unataka tu uje ukae hapa kanisani, umekaa kwanza, una Biblia, una simu, unaandika, unasikiliza, ukishasikiliza ukitoka hapo nje imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini silaha yako ulionayo? Eti shetani anajaribu akikujia leo utamwambia nini? Maana Yesu amemwambia, imeandikwa. Yesu alimwambia mjaribu imeandikwa ya kwamba hatutaishi tu kwa mkate bali kwa neno la nani? La Mungu. Leo mjaribu akikujia, leo shetani akikujia, utamwambia imeandikwa nini na ujui Biblia? Eti utamwambia imeandikwa nini? Neema. Utamwambia imeandikwa nini? Sasa hiyo anatokea mtu mbele yako, utasema shindwa. Kwa nini Yesu alisema shindwa? Yesu alimkemea yule mchawi. Yesu alimkemea shetani. Alibishana naye kwa hoja zenye nguvu, kwa hiyo hoja za msingi ambazo ni neno la Mungu. Anakuambia leo nitakuua. Utasema nini? Utabaki unatetemeka unaenda chini. Ukiwa unasoma neno la Mungu, maana yake utakumbuka kuna neno limeandikwa kwenye Biblia, kwenye Zaburi 100 na ngapi, mstari wa ngapi, imeandikwa ya kwamba sitakufa bali nitaishi ili niyasimulie matendo ya Bwana Mungu, si ndio? Lakini ukiwa unajui kusoma Biblia au ukiwa usome Biblia, utamwambia nini? Utamwambia shindwa. Utamwambia shindwa na yana kwambia shindwa. Shetani lazima ubishane naye kwa hoja. Uchawi lazima ubishane naye kwa hoja. Hata ukiwa kwenye maombi, mfano ukiwa kwenye maombi, Neema, ukiwa kwenye nini? Hata ukiwa kwenye maombi, unatakiwa wakati unaomba kwa kutumia nini? Neno la Mungu. Watu wengi tumekosa maarifa kwa sababu tunaomba inakuwa machukizo na kelele mbele za Mungu kwa sababu hakuna neno la Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tunatakiwa kutoa na imani na matendo. Matendo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwambie leo shetani, imeandikwa kwamba sitakufa bali nitaishi, imeandikwa kwa Zaburi fulani na fulani. Lakini ukiendelea, kuna watu tu wanaomba wanasema damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wengine wanasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na naomba msamaha.
Kwenye Biblia inaandikwa na Daudi, inaandikwa kwamba tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zipate kufutwa na zije nyakati za kurudishwa kwa kwake kwa Bwana. Mungu amesema ya kwamba nitubu basi nirejee. Leo ninatubu mbele zako, ninaomba kurejea. Unaweza usifiwe. Hiyo ndio leda yenye nguvu mbele za Mungu. Sema amina. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Ukiwa na neno la Mungu hutazofika kiroho, kwa sababu utakuwa unajua. Utakuwa unafahamu, unajua hata ukienda kutenda dhambi, neno litazungumza ndani yako ya kwamba katika amri imeandikwa ya kwamba usitende dhambi hii. Mfano unaenda kuiba, utashangaa tu anateseka ndani yako, inakukumbusha kwamba kwenye neno fulani imeandikwa kwamba usiibe. Sehemu fulani imeandikwa kwamba usizini. Sehemu fulani imeandikwa kwamba mheshimu Bwana Mungu wako kuliko vitu vingine. Sehemu nyingine imeandikwa kwamba ikumbuke siku ya Bwana na kuitakasa. Sehemu nyingine imeandikwa kwamba utii na kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa una neno la Mungu, hakuna hofu yoyote itakayojengeka ndani yako.